Kama unapenda magauni yanayokaa mwilini perfect na kutoa shape ya kuvutia, basi video hii ni yako. Leo nakuletea gauni la mkia wa samaki ambalo linakaa vizuri juu na linatanuka chini kwa muonekano wa kupendeza kabisa. Hili ni gauni linalokufanya uwe na confidence. Endelea kutazama uone jinsi lilivyoshonwa, linavyokaa na kwa nini lazima uwe nalo kwenye collection yako. Karibu tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Hivi ndo vitu ambavyo tutakwenda kuwa navyo siku hii ya leo kwenye video yetu. Hicho ni kanga ambayo ni pisi mbili, na hiyo ni lining, ni mita 1.5. Hapo na canvas na zipu hiyo hapo, lakini pia nina rula, nina tepu yangu na mkasi, lakini pia nina pasi kwa ajili ya kunyoshea. Karibu sasa tuanze video yetu. Hicho ndicho kitambaa chetu. Tutaanza kwa kukata, tutaanza kwa vipimo vya blouse. Kama unavyoona nimekikunja kwanza hivyo mara 2. Lakini hapo nimeacha inchi 1.5. Hiyo hapo inchi 1.5 kwa ajili ya zipu. Kwa hivyo baada ya hapo nitakikunja tena mara ya 2, kwa nitakuwa nimekunja mara 4. Nitakunja mpaka hapo kwenye huo mstari nilioacha wa zipu. Sasa tunakwenda kuanza vipimo vyetu. Bega letu ni inchi 16, ukigawanya kwa 2 tutakuwa na 8. Inchi 8. Tutaweka hapo inchi 8 yetu. Na tutaongeza nusu inchi. Tutaongeza nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Kwa hivyo tutaweka hapo nusu inchi. Baada ya hapo nimesahau kuweka mstari kwa ajili ya kuanza vipimo, kwa hivyo nitaweka hapo mstari wangu. Lakini kumbuka hii nguo yetu ni off shoulder, hivyo tutatoa inchi 4 juu. Tutatoa inchi 4 juu, na kwa paletu ni inchi 9. Kwa hivyo kama ulikuwa haufahamu jinsi ya kukata off shoulder, basi angalia video hii, nadhani utaelewa vizuri, na nimetumia njia rahisi tu. Kwa hivyo utaweka 4 juu na utaweka alama hapo kwenye hiyo inchi 9. Baada ya hapo tumbo letu ni inchi 16. Inchi 16 nitaongeza inchi 1 ya kushona, itakuwa 17. Kwa hivyo nitaweka hapo alama hiyo na nitakwenda kuweka mstari wangu kama hivyo. Kifua chetu ni inchi 40. 40 tukigawanya kwa 4 tutakuwa na 10. Tutakuwa na 10, kwa hivyo utaweka hapo inchi 10. Utaweka inchi 10 kama hivyo. Lakini taongeza inchi 2.5. Taongeza 2.5. Baada ya hapo vipimo vyetu vya tumbo ni inchi 34. Mzunguko wetu wa tumbo ni 34. 34 ukigawanya kwa 4 utapata 8.5. Kwa hivyo nitaweka hapo inchi 8.5. Baada ya hapo nitaongeza inchi 3. Nitaongeza inchi 3 hiyo. Taweka hapo. Hiyo inchi 3 inajumuisha pia darts, kwa sababu tunakwenda kuweka darts. Baada ya hapo sasa nitaunganisha hivyo pointi zangu hapo. Hiyo mistari yangu nitaweka kama hivyo. Lakini hapa shingo letu upana ni inchi 4. Upana taweka ni inchi 4. Na urefu wa shingo yetu ni inchi 6. Kwa hivyo utaweka 4 juu na inchi 6 utaiweka hapo. Usisahau kuweka hiyo 4 juu. Huo ni urefu wa shingo ya mbele na nyuma. Ni inchi 6 pote pote tutaweka. Na baada ya hapo utaingia ndani kwa inchi 1, ina maana ni inchi 3 tutaweka. Baada ya hapo utatengeneza shingo yako kama hivyo. Lakini shingo unaweza ukaweka design utakayotaka wewe, sio lazima uweke hiyo. Kwa hiyo utakavyopenda wewe mwenyewe kuweka shingo yako utaweka tu. Baada ya hapo hiyo inchi 8.5. Hiyo inchi 8.5 tutaigawanya. 8.5 hiyo ni robo ya tumbo yetu, kwa hiyo utaigawanya kwa 2.
Kwa hivyo itakuwa 4 na robo ndo sasa usawa wa dots yetu. Kwa hivyo utaweka hapo. Utaweka hapo kama mimi ninavyofanya. Kifua changu ni inchi 40. Kwa hivyo hapa kupata dots yangu nzuri nitashuka inchi 9 kwa 12. Tashuka 9 kwa 12 hapo. Na baada ya hapo nitaweka tena hiyo inchi 4 na nusu, inchi 4 na robo niliyoweka hapo. Tachora huo mstari hapo. Nitaweka mstari wako hapo. Baada ya hapo sasa dots yetu tutatoa nusu inchi, utaweka nusu inchi pembeni na nusu inchi pembeni pia. Kama hivyo kwa ujumla dots yetu hapo tumetoa kwa inchi 1. Na utatengeneza dots kama hivyo ambavyo mimi nafanya. Lakini baada ya hapo pale mwisho ambapo tulifanya vipimo vyetu vya bega tulipata inchi 8, tukaongeza nusu inchi. Kwa utachora huo mstari kama hivyo. Hiyo ndo princess dots yetu. Kwa baada ya hapo nitakwenda kukata. Nadhani umeona jinsi ya kukata hiyo off shoulder. Sio kazi sana. Wengi wanadhani kuwa off shoulder ni kazi kukata, lakini haina kazi kabisa. Hiyo ni shingo yetu hapo. Tayari nimeshaikata, nimekata. Sikujua kama kamera yangu ilikuwa hairekodi. Kwa tayari nimeshakata hapo. Lakini baada ya hapo sasa utaweka alama hapo. Utaweka hicho kialama kama hapo mimi nilivyoweka. Na utaweka pia alama hapo kama mimi ninavyofanya. Hii itasaidia kipande cha nyuma pia tuweze kujua dots yetu inakaa wapi, isije kupishana. Hapa samahani sikutaka kukata, lakini nimejikuta nimekata kidogo. Sikutaka kukata kabisa. Kwanza lazima ni weke na lining yangu ndo niweze kukata kwa pamoja. Kwa hiyo usikate kwanza kitambaa chako kabla haujaweka lining. Hakikisha unavikata vyote kwa pamoja ili vipimo vyako visipishane. Kama hivyo hapo sasa ndo natakiwa sasa nikate sasa. Kwa nitakwenda kukata kama hivyo unavyoona mimi nafanya. Utakata hivyo. Utakata kama hivyo na utatoa kipande hicho hapo. Na hapo utatoa hicho kipande cha nusu inchi. Kwa hivyo nguo yako itabaki kama hivyo unavyoona hivyo. Vipande vyetu vitakuwa hivyo. Tutalinganisha na hiyo lining yangu kidogo kama hivyo. Baada ya hapo sana hivi ni vipande vya nyuma pia tutakwenda kuvikata na vyenyewe pia. Hakikisha umeka lining ndo unakata pia na vyenyewe. Kwa nitakata pia kama hivyo. Lakini hiyo sehemu iliyojichonga usiiache. Hakikisha sehemu hiyo iliyojichonga ya kipande cha nyuma unatoa kabisa yote. Pabaki flat kabisa. Hivyo ndo vipande vyetu sasa kama hivyo tumeshamaliza kukata. Na hicho ndo kipande cha mbele kama unavyokiona. Huku nimeweka hiyo canvas yangu. Ni vizuri ukaweka canvas unapotaka kushona nguo kama hivyo. Sasa nitakwenda kuunganisha vipande vyangu, nitakiweka hicho kama hivyo unavyoona mimi nafanya. Na utakwenda kushona. Utashona kama hivyo. Na utachukua pia kipande kingine cha upande wa pili na chenyewe utakiweka hivyo hivyo. Na utakwenda kushona pia. Lakini baada ya hapo utachukua na hizo lining pia utazishona peke yake, vipande vya nyuma utashona peke yake. Tayari nimekwisha shona. Kama unavyoona hivyo tayari nimeshaunganisha hapo nguo yangu ndo hiyo unavyoona. Na hiyo ndo sehemu ya maziwa hapo inaonekana kama hivyo. Lakini hivi vipande vya nyuma pia nimeunganisha. Na lining pia nimeunganisha. Nimeunganisha vyote tofauti tofauti.
Nadhani unaona vizuri tu. Baada ya hapo sasa, kinachofuata utachukua kipande chako cha mbele kama hicho hivyo, na utachukua lining hiyo ya kipande cha mbele utaweka hivyo, na utakwenda kuanza kushona kwanza. Utakwenda kuanza kushona shingoni kwanza huku. Utashona hivyo. Lakini pia tutashona na vipande vingine vya nyuma hivyo viwili, na venyewe utashona hivyo hivyo. Utachukua lining yako hiyo kama hivyo, utaiweka hapo, na hicho kitambaa chako utakiweka hapo, utaweka kama hivyo, na utakwenda pia kushona hapo. Tayari tumeshashona nguo yetu hapo kama unavyoona. Nimeshaunganisha kipande changu hicho cha mbele pamoja na lining, lakini pia nimekatakata hapo ili kunyumbua shingo yangu, na baada ya kumaliza kukata pia nimeweza kugongea kama hivyo unavyoona. Nimegongea upande huo wa lining, na vipande vya nyuma pia nimefanya hivyo hivyo. Baada ya hapa sasa, kinachofuata utakwenda kunyoosha. Hakikisha unanyoosha ili hapo shingoni paweze kukaa vizuri. Utanyoosha kama hivyo, utanyoosha vipande vyako vyote. Utanyoosha. Baada ya kumaliza kunyoosha sasa, utageuza kipande chako hicho cha nyuma kama hivyo unavyoona. Hakikisha ule uchafu ambao umekatakata huku ulale kwenye upande huu wa lining. Ndio wewe ukashone hapo, ukageuzie sasa hicho kitambaa chako na lining, ushone kama hivyo mimi ninavyokuelekeza hivyo. Utashona na hapo pia. Lakini pia utachukua kipande cha mbele hicho hapo, utakigeuza kama hivyo, na utahakikisha huo uchafu tuliokatakata unarudi unalala upande huu huku, ili kusudi kitambaa chako na lining viweze kulingana hivyo. Alafu tutakwenda kushona sasa. Hakikisha kimekaa vizuri, kilingane, hiyo lining ilingane na hicho kitambaa. Kashone. Tayari nimeshashona kama hivyo unavyoona. Hicho ni kipande changu cha mbele. Kwa nitakigeuza. Lakini baada ya kushona, nimeshona chini huku pia. Naona chini huku pia nimeshikanisha lining na kitambaa changu, lakini pia kwa vipande vya nyuma nimefanya hivyo hivyo. Na baada ya hapo sasa utakwenda kunyoosha. Hakikisha nguo yako unaiweka vizuri, unanyoosha nguo vizuri. Maana kwenye ushonaji pia kwenye kunyoosha na penyewe na lenyewe hilo ni somo kwenye kunyoosha. Hatunyoshi kawaida tu, kwenye kunyoosha pia hilo ni somo jingine. Baada ya hapo tayari nimeshanyoosha nguo zangu kama hivyo. Nitakwenda kulinganisha hapo, kwa sababu wakati na shona dasi zangu kidogo lazima papishane hapo, kwa utapunguza kama hivyo. Hiyo ni kawaida tu. Tutakwenda sasa kuweka vipande vyetu hivyo kando. Sasa hiki ndo kitambaa kwa ajili sasa ya sketi yetu. Kama unavyokiona hicho hapo, nimekikunja pia mara 4. Nimekunja mara 4. Na hapo nimeacha inchi 1.5. Nimeacha inchi 1.5 hiyo kwa ajili ya zipu. Na huko kama unavyoona jinsi nilivyokikunja ndio hivyo kimekaa. Upande huo huko haujaachana. Kwa baada ya hapo nitaweka huo mstari kwa ajili ya kwenda kuanza vipimo vyetu. Kwa hips yetu utashuka inchi 10
huu ni urefu wa hips yangu nimefanya, sijabuni tu, nimefanya urefu wa hips. Hips yangu urefu wake ni inchi 10, lakini baada ya hapo goti utashuka inchi 24. Huo ndo urefu wa goti langu nimefanya. Nimeshawahi kutoa hiyo video, nadhani kama umeshaweza kuiona jinsi ya kufanya vipimo. Kwa hakikisha kila kipimo unampima mteja wako kwanza. Baada ya hapo kutoka kwenye goti hapo utapanda juu kwa inchi 3, kwa hivyo utaweka inchi 21 hapo kama nilivyoweka mimi. Kwa sababu nguo yako ukiichanua kwenye goti kabisa unaweza kushindwa kutembea. Hakikisha unapanda juu kidogo angalau kwa hizo inchi 3 ambazo nimekuonesha mimi hapo. Tumbo letu ni inchi 34, tukigawanya kwa 4 tutakuwa na 8.5. Kwa utaweka hapo inchi 8.5. Lakini baada ya hapo utaongeza inchi 1 kwa ajili ya darts. Na baada ya hapo tutaongeza inchi 2. Tutaongeza inchi 2 kwa ajili ya kushonea. Inchi 4.5. Hiyo ni darts yetu. Tumechukua hiyo 8.5 ambayo ndio robo ya tumbo, tumegawanya kwa 2, tumepata 4.5. Kwa hivyo utakwenda kuweka hapo inchi 4.5. Lakini baada ya hapo urefu wa darts yetu tutashuka inchi 4.5. Na baada ya hapo tutachora huo mstari kama hivyo kuunganisha hapo kwenye darts yetu. Baada ya hapo utaweka nusu inchi pembeni na pembeni pia. Baada ya hapo sasa unganisha hizo pointi zako kama hivyo. Hips yetu ni inchi 44. Inchi 44 tukigawanya kwa 4 tutapata 11. Kwa hivyo utakwenda kuweka hapo inchi 11. Lakini baada ya hapo utaongeza inchi 2. Inchi 2 hiyo. Ndio hii hapo mwisho kabisa wa kitambaa changu. Lakini hapa kwenye huu mzunguko wetu tuna inchi 34 ambayo ndio hii hapo. Inchi 34 tutaigawanya pia kwa 4. Tutakuwa na 8.5. Utaweka hapo 8.5. Hiyo hapo. Na baada ya hapo utaongeza tena inchi 2. Utaongeza hizo inchi 2. Sasa baada ya hapo utaunganisha hizo pointi zetu sasa kama hivyo. Na nitaongeza inchi 1 kwa ajili ya kushonea. Hiyo hapo inchi 1. Baada ya hapo sasa nitakata kitambaa changu. Hapo nimeshamaliza tayari kufanya vipimo vya sketi yangu. Kwa hivyo nakata kama hivyo unavyoona. Takata kama hivyo. Hicho sasa ndo kitambaa changu nimeweka pamoja na lining kama hivyo unavyoona. Kwa hivyo tutakwenda kuanza kushona. Hivyo ni vipande vya nyuma pia. Tutakwenda kuanza kushona hapo kwenye darts. Hapa ndo mwisho wa video yetu kwa leo. Usikose kuangalia sehemu ya pili ya video hii wiki ijayo, Jumanne saa 3 kamili usiku, ili uone namna gani tumeweza kushona gauni hili la mkia wa samaki na tumeweza kulimalizia vipi. Kama umependa video hii basi usiache ku like, comment, subscribe na share video yangu kwa wengine.